Umenifanya nini Pastor Tony? Usijali Debora, hakuna kilichoharibika, kila kitu kipo sawa, wala usiwe na hasira, kila kitu kipo sawa. Kivipi nisiwe na hasira wakati umenifanyia kitendo ambacho sikuwa na makubaliano nacho? Hii aibu nitaiweka wapi? Hakuna mtu atajua, labda umwambie wewe mwenyewe. Kwa hiyo kumbe siku zote unaniomba nije nyumbani kwako, lengo lako lilikuwa ni hili? Debora, hakuna sababu ya kulaumu. Jambo tayari limetendeka na hatuwezi kubadili hali hii tena. Kama ningejua unataka kunifanyia hivi na hapa nisingekuja kabisa kwako, na nakuahidi sitakanyaga tena kanisani kwako. Nakuchukia sana Pastor Tony. Kuwa mpole Debora. Kwani ilikuwaje mpaka akanifanyia vile bila mimi kujua? Au kwenda labda aliniwekea madawa kulevya kwenye kinywaji. Siwezi kuelewa ni jinsi gani mambo haya yalitokea bila mimi kuhisi chochote. Siamini huyu mchungaji ambaye nilimheshimu kama baba yangu kabisa leo kanifanyia kitendo cha kishenzi hivi. Nilijitahidi sana nisiende kwake, lakini niliona niende tu kwa sababu alinisisitiza mara nyingi mpaka nikahisi kuna shida, kumbe ni upuuzi. Debora, umeadimika sana hizi siku chache, hata kwenye simu upatikani. Na isitoshe unaonekana kama una mawazo sana. Kulikoni? Au shemeji anazingua? Sipo sawa kabisa Rebeka. Kichwani nina mengi magumu ambayo hata siwezi kumwelezea mtu yeyote. Natamani kama ukiniacha peke yangu. Debora, mimi ni rafiki yako. Kama kuna tatizo lolote niambie, nipo tayari kukusaidia, hata usiwe na shaka. Hapana Rebeka, siwezi kukuelezea kabisa kwa sababu ni jambo la ajabu na ni aibu. Tumekuwa kwenye urafiki muda mrefu sana, hivyo sioni kama kuna sababu ya kunionea aibu. Nielezee, nipo tayari kukusaidia. Changamoto ni Pastor Tony. Amefanya nini tena au amekusema vibaya? Jana nimeenda nyumbani kwake kumsalimia baada ya maombi, ila uwezi amini aliniwekea madawa kwenye kinywaji nikapoteza kabisa fahamu. Halafu ikawaje? Nilipoteza fahamu, sikujua nini kinaendelea, ila nilipoamka nikagundua kuwa amelala na mimi, afa ananiambia eti nisiofu na kila kitu kitakuwa sawa. Jamani, kwa nini amekufanyia vile? Haoni kama anajikosea heshima? Pole sana rafiki yangu, usijali, nitakuwa na wewe. Asante sana kwa kunijali na kuwa hapa kwa ajili yangu wakati huu mgumu.